Vijana hoye! Vijana hoye! Nairobi hoye! Kamukunji hoye! Asanteni vijana. Asanteni sana. Nimeona mmekuja kwa wengi. Nataka niombe nyinyi, tangu tukutane hapa mwaka jana, kumekuwa na mkaza mkubwa zaidi. Mnajua kuna wenzetu wengine ambao walipigwa risasi na polisi na wakawawa wakati wa maandamano. Nataka mkae kimya kwa dakika moja kwa ukumbusho ya wale wa ndugu wetu. Toa kofia. Asanteni. Pili, nataka nitoe shukrani kwenu hii nyote wa Kenya wote, wazalendo ambao wako hapa na wengine ambao hawako hapa, kwa kuitikia wito wetu mwaka jana na kujitokeza kwa wingi kuonyesha kwamba Wakenya wengi walikuwa wanaumia. Tulisema wakati ile punda ilikuwa imechoka. Punda ili sasa tunasema sasa punda imeanguka. Punda imeanguka. Wakenya walijitokeza kwa wengi Nairobi, Nakuru, Kisumu, Mombasa, Kakamega, Machakos na kila mahali, kuonyesha ya kwamba Wakenya walikuwa wanaumia. Gharama ya maisha ilikuwa imepanda sana, sivyo? Sivyo? Tukaambia Zakayo, wacha mambo hiyo, ushuru shuka chini, toka kwa miti. Lakini sasa yeye akasema tukae chini tuongee. Tukaweka jopo kazi kwenda kuzungumza na hawa watu. Waliongea kwa muda, wakubaliana. Kulikuwa mambo manne tuliweka. Kwanza, gharama ya maisha irudi wapi? Pili, sava pale ambaye kura iliingia ifanywe nini? Tatu, kuunda upya kwa tume ya uchaguzi IEBC mpaka sisi tushirikishwe. Sawa? Nne, wawachane na vyama vyetu vya Azimio, ODM, Jubilee, Wiper, DAP na kadhalika na Kenya. Tukasema wawachane na vyama vyetu, sivyo? Wakazungumza, wakakubaliana. Kwanza walikubali ya kwamba mambo ya sava itafunguliwa. Sawa? Hiyo ripoti ikipita kwa bunge wiki ijayo, watafungua sava. Pili, walikubaliana ya kwamba mambo ya kuunda upya ya tume ya uchaguzi mpaka tushirikishwe, mpaka tukubaliane na majina yote. Sawa? Tatu, wamekubaliana ya kwamba wale vyama vyetu kama ambao walichaguliwa kama MCA, MP, Senator, chama cha ODM, uko na kandarasi ya miaka 5. Miaka ngapi? Kama wewe unataka kutoka kwa chama ya ODM kwenda kwa malaya upande ile ya UDA, vijana unataka nani? Baba. Na wazee unataka nani? Baba.
Hello? Hello? Kama wewe unataka kufanya kitendo cha usharati, toka kwa bunge, rudi kwa wananchi, uchaguliwe upya. Tunaelewana vizuri? Hapa Nairobi ni kuna Lang'ata, sio? Wale wengine simnawajua. Tumwambia tunarudi na nyinyi kwa wananchi. Ukichaguliwa kwa UDA sawa sawa, lakini turudi kwa debe tena. Tunaelewana vizuri? Sasa nimesikia juzi mahakama moja anasema ati ile kamati ya mbele huko ya kuteua wale wanachama wa IBC ataendelea kufanya kazi yake. Nasema hiyo ni upuzi. Ni upuzi. Ile kamati haiwezi kufanya kazi, manake ilikuwa tayari imevunjwa na bunge. Sasa hii ripoti ya kina Wandai na Kalonzo ikienda mbele ya bunge ipitishwe, ndio tutaanza mambo ya IEBC. Bado tunawadai mambo ya gharama ya maisha. Gharama ya maisha bado tunawadai. Tuliwaambia tulienda kwa barabara kwa sababu mambo mnene, sio? Tuliwaambia barabara bado iko. Si barabara bado iko? Na mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Kwa hiyo nimemwambia hiyo silaha tuko naye. Nimemwambia Zakayo shuka chini. Shuka chini. Sasa Wakenya wana hasira zaidi. Hasira imepanda zaidi. Juzi alisema yeye anaweza kuendelea mbele hata kama mahakama imeamua. Ati hajali mambo ya mahakama. Akaalika yule mama ambaye ni Chief Justice ati aende Ikulu wajadiliane. Nilimshauri huyo mama usiende Ikulu, utashika mateka huko. Akaenda. Kutoka huko yeye anasema ati amepewa pesa ya kuajiri majudges. Pesa ya mambo ya bajeti haifanywe katika Ikulu. Na bwana Speaker, bwana Wetangula alikuwa huko. Sasa bwana Wetangula mwenyewe ameenda mahakamani. Hii sheria ilikuwa imetoka kwa bunge, ikaenda kwa bwana Ruto akaweka sahihi. Sasa watu wengine wakaenda mahakamani. Mahakama ikisema hii sheria si halali. Bwana Speaker katika ulimwengu mzima hana uwezo tena kwenda mahakamani. Anaenda kama nani? Ameenda kama nani? Bwana Wetangula hafai kuwa speaker ya bunge ya Kenya. Shenzi sana. Shenzi sana. Shenzi sana. Kama wewe ni speaker, umeshapitisha sheria, kazi yako imekwisha hapo. Sasa imebaki katikati ya serikali kuu na nini na mahakama. Sio kazi tena ya bunge tena. Wewe huwezi kwenda mahakama bila kuuliza wabunge. Speaker ni mtumishi wa bunge. Yeye ni mtumishi wa bunge. Hawezi kwenda kwa mahakama bila kuuliza idhini ya wabunge. Alienda kama nani? Ameenda kama nani? Sasa sisi tumesema ya kwamba kama tumesema huyu mama na wale mahakama wake waache kuingia na serikali ya Ruto katika manyumba. Kazi ya mambo ya usharati hatutaki tena. Tumeelewana vizuri? Tumeambia huyu mama ya kwamba mambo ya pesa, kama mahakama inataka pesa, unafanya ombi kwa bunge, sio kwa State House. Hiyo ni makosa kubwa sana. Sisi sawa? Tumeelewana vizuri? Kwa hivyo sisi tunasema tuko macho. Nataka nyinyi muwe macho. Mbaki macho. Mbaki nini? Mbaki nini? Wakati inakuja tu. Wakifanya nyoko namna hii, nyoko namna hii, tutaeleza nyinyi. Sawa sawa?
Sawa sawa. Sasa nataka vijana waingie ndani ya chama cha ODM. Mko tayari vijana? Mko tayari? Ngapi wako tayari nione mkono? Nimeona hapa Nairobi ni namba 18. Busia ni namba 1. Kisumu namba 2. Tunaelewana vizuri? Mimi ni mwanasiasa wa Nairobi. Naona aibu kubwa zaidi. Ati Nairobi yangu inakuwa namba 18 katika ODM. Nataka Nairobi ikuwe namba ngapi? Wangapi wako tayari kuwa namba 1 hapa? Tunataka vijana wote waingie ndani ya chama. Manake vijana ndio nguzo ya chama. Vijana, the youth are the vanguard of the party. The strength of the party is determined by the strength of the youth movement in the party. Na kina mama, wamama ndio maua ya chama. Mama ndio maua ambao wanarembesha sura ya chama. Sasa maua ndio yanavuta nyuki. Si maua ndio yanavuta nyuki. Alafu nyuki ikiingia kwenye maua inatengeneza asali. Sivyo? Nataka wamama waingie ndani ya chama. Tunasema wazee ambao wamekaa hapo chini kwa muda mrefu zaidi wapande juu. Waje vijana nafasi hapo chini. Sawa sawa? Chama ni kama mto. Tunajua mto. Maji kila sekunde maji inatoka kwa mlima. Ingine inaingia kwa bahari, ingine inatoka kule kwa mlima, sio? Sasa vijana wanakuja namna hii, unaingia. Wakina mama wako pande hii. Wale maveterans wako pande ile. Wale wazee wa chama wako pande ile. Wasomi wa chama wako pande ile. Ndio chama inakuwa na nguvu, sio? Chama ndio ngao. Chama ndio mkuki. Chama ndio mshale. Chama ndio uta ya ukombozi ya kukomboa nchi. Mko tayari? Nataka ODM izidi kuwa chama kubwa zaidi, the strongest and the most organized party in East and Central African region. Vijana mko tayari? Tunatembea pamoja. ODM. Sema tuko tayari. ODM. ODM.